Huyu caretaker la amempata mpangaji anayetafuta chumba. Kwa hiyo kwa vile ana nyumba amemleta aone kama atafurahishwa na hii nyumba aweze kumpangisha. Sasa anamleta anaangalia mazingira, alafu anasifia nyumba yake kuwa ni nyumba nzuri na ina usalama wa kutosha kabisa. Kwa hiyo yeye ajisikia amani tu kwa sababu kila anachokitafuta kwenye hii nyumba kinapatikana kabisa. Kipindi bado anamueleza, akapita kuna mpangaji fulani hapa akawasalimia, lakini huyu caretaker akamuita, akamwambia, "Oya, hebu njoo mara moja." Sasa huyu caretaker na huyu mdada wanafahamiana. Caretaker anamwambia huyu mdada atakuwa mpangaji mwenzako mpya. Lakini jamaa anashangaa, we Magi, kumbe unamfahamu? Mimi namfahamu huyu. Lakini Magi anajikausha kama vile hamfahamu jamaa. Kwa hiyo unakataa kwamba wewe unifahamu mimi? Mimi naye tunafahamiana, huyu tunafahamiana. Hebu njoo huku tuongee. Anamtoa caretaker pembeni ili waongee. Inaonekana kuna jambo anataka kumwambia. Unasikiza caretaker, unakumbuka nilivyohamia hapa mara ya kwanza nilikwambiaje? Uniambia unataka amani. Mimi nataka amani kabisa. Ndio kitu pekee kabisa ninachokitaka. Unakumbuka nilikwambia kwamba niliachwa hadi ni kama nikokuwa naishi mwanzo kabisa. Ndio. Yule mwanamke alikaribia kunifanya niwe chizi. Ndio. Hivi tuongee tu ukweli, ukikutana huyu mwanamke ambaye alitaka kunifanya mimi niwe chizi, unafanyaje? Yaani huyo tunamshtaki kabisa polisi. Unaona? Sasa huyo mwanamke ndo huyu hapo. Ndo huyo. Sikiliza, usipokee kodi yake na hata kama ameshakulipa mimi nakurudishia hela. Unasikia? Simpangishi. Usimpangishe kabisa. Yaani hakisha umpangishi. Kwa hiyo wanakubaliana caretaker anarudi kuongea na huyu mdada. Ile kufika tu, nimeshadhika na nyumba, taja akaunti ya benki. Jamani, kumkonyeza caretaker usipokee. Taja akaunti ya benki. Caretaker anaitaja bana. Kwa hiyo caretaker amemuuza jamaa. Sasa jamaa anang'ang'ania, caretaker vipi? Achana mimi. Kweli pesa imeshatumwa kwenye akaunti ya caretaker ni kucelebrate. We caretaker si tumeongea. Niache wana. Nini wewe? Kwani nyumba yako? Ile jambo linamuuzi sana jamaa, lakini basi tu atafanyeje? Binti akahamia na leo ni siku ya pili yake ameitwa na caretaker hapa. Anapewa maelezo kwamba mita huyu bimdada imepata matatizo. Kwa hiyo itabidi wachangie mita moja. Lakini jamaa anakataa, wapangaji ni wengi. Yaani kwa nini mpaka mimi ndo nishare naye mita? Si muunganishe kwa wapangaji wengine. Mimi nimeshaamua. Acha kubishabisha. Mimi nimeshaamua kwamba wewe na yeye mtashare mita. Kwani inachukua siku ngapi? Si marekebisho yatafanyika muda so mrefu, kila mtu atatumia mita yake. Ni kweli, lakini mimi sasa siridhishwi na huyo mdada. Mimi simtaki hata kumkaribia. Kwa hiyo unanilazimisha akaunganishwe na wapangaji wengine huko. Mimi nimekuchagua wewe na utatumia mita moja naye. Unasikia? Kwani mimi siwaone hao wapangaji wengine? Caretaker huyo anaondoka. We caretaker wewe. Aisa nimesema bana wewe usinisumbue, nimeamua. Caretaker anaondoka. Sasa huyu dada amefurahia sana hicho kitendo. Lakini jamaa wetu ndiye anaumwa sana, yani hataki kabisa kuwa karibu na huyu mdada. Hivyo kwa nini unanifuatilia? Mimi si nimeama mpaka kule nimekuacha. Kwa nini unanifuatilia mimi? Ulitaka uniue, haikutosha. Kwa hiyo umekuja mpaka huku uje unimalizie kabisa. Hapana, tatizo lako una hasira sana. Hasira? Mimi sitaki kuwa karibu na wewe kabisa. Usinilazimishe, mimi nishaanza kusahau. Unasikia? Haya mambo ya kunifatafata mimi sitaki kabisa. Unakuelekea tutakuja tukosane vibaya sana. Mimi sitaki ujue. Lakini binti anamuomba radhi tu kama alimuuzi mwanzo, amsamee tu maisha yaendelee. Lakini jamaa haelewi, jamaa hataki, anaondoka. Unaondokaje na tujiongea kuhusu kuchangia umeme? Hiyo inaisha hivyo. Leo ni siku nyingine, jamaa amechili ndani mwake. Anasikia kuna hodi mlangoni. Nani tena huyo? Anaenda anafungua. Ni huyu mdada. Hai, mambo. Amefuata nini? Wewe unataka nini kwangu sasa hivi? Kwani na maana vibaya mtu kumsalimia jirani yake? Kunisalimia? Yaani wewe leo uje mimi unisalimie? Yaani hakuna ubaya mimi kuja kusalimia wewe. Hivyo unanitafuta nini wewe mwanamke? Kwa nini uache mimi nikaishi kwa amani? Jamani, samahani kama nimekukosea. Tunaweza tukaongea kama jirani. Karibisha hata ndani basi. Uingie ndani mwangu ufanyeje? Yaani kwa yote ulionifanyia bado mimi nikukaribisha ndani mwangu? Labda naumwa aise. Sikiza, mimi sitaki mazoea na wewe tena, inabidi uondoke. Mimi nilikuwa nimechili ndani mwangu, unakuja kunisumbua. Umekaa na nani ndani mwako huko? Nilikuwa nimekaa mwenyewe ila haikuhusu. Yaani huyu binti kuna lilomleta katika hii nyumba. Sasa kitu ambacho ujue, huyu binti ni ex wa jamaa na waliachanaga muda mrefu uliopita hadi jamaa kahama akaja kuishi huko. Sasa eti binti amekuja kupanga kwenye ile nyumba moja na huyu jamaa. Mwamba hataki kabisa hilo jambo. Sasa leo ni siku nyingine, binti tena amekuja kumgongea. Umekuja tena? Umekuja kufanya nini? Jamani, mbona wewe sio mkarimu? Ni vibaya kusalimiana. Yaani binti anakuja anamchunguza hivi, ni kama sija anataka warudiane. Yaani unakuja kunisalimia mimi? Mbona tuko wapangaji wengi wengine wako huko? Kwa nini mpaka uje unisalimie mimi tu? Mimi nimekuchagua wewe, mimi nataka nikusalimie wewe. Yaani jamaa amebanwa na binti hata apumoi. Ndio shida ya kupanga nyumba moja pamoja na ex. Wanaongea, jamaa
kumfukuza binti aende ndani mwake amwache. Sasa leo ni siku ya 3, jamaa kama kawaida yuko ndani mwake anafanya mambo yake taratibu. Anasikia tena hodi mlangoni. Anaambia subiri, nakuja. Ni ex tena. Safari amekuja ana furaha huyo. Sijui ndio tabasamu feki. Haya nikusaidie nini? Jamani, hata ucheki. Punguza shobo huko, hebu niambie umefuata nini hapa? Hivi utaendelea kuwa mkali kwangu mpaka lini? Mimi nimekuja tu kuazima lighter. Kwa hiyo nikikuletea lighter unaondoka. Ukiniletea lighter mimi basi naondoka. Kwa hiyo pekee ndio shida yako, hautanisumbua tena. Basi ngoja nikuletee. Na nikikuletea unaondoka. Ukai hapo mlangoni. Jamaa anatoka tu, binti ndio kuchunguza chumba cha jamaa. Yaani binti ni kama kuna mission maalum imemleta kwenye hii nyumba. Jamaa anarudi na lighter na mkabidhi. Naomba usinisumbue tena. Kwa hiyo hata lighter nisikurudishie. Uirudishe lakini usinisumbue tena. Baada ya muda kupita, binti anarudi ameshikia ile lighter. Nimekuletea lighter yako, lakini amekuja na msosi. Nimeona nisilete peke yake, nimekuletea na msosi. Mimi sina njaa, asante sana nashukuru. Hapana, wewe chukua tu hata kama umeshiba. Ndio, lakini mimi sihitaji, asante, wewe nenda na chakula chako. Shida yako nimeshakusaidia, sihitaji tena. Lakini binti anamlazimisha na akipokea kile chakula, alafu binti anaondoka. Atafanyaje sasa? Hiyo siku inapita na leo ni siku ya 4. Jamaa amesiti zake kwenye kochi kama kawaida, kuna mtu anamgongea. Kumbe ni jirani yake. Mzee vipi? Fresh tu. Kingamuzi changu kimeexpire, naomba niangalie mpira ndani mwako mara moja mwanangu, nisaidie, mechi ya muhimu sana hiyo. Fresh, karibu. Asante sana mwanangu, umetisha sana. Jamaa anaingia zake kuangalia mpira. Sasa huyu jamaa alikuwa anadhani ni yule mwanamke, kumbe sio mwanamke. Hiyo inamhuzunisha sana. Basi anarudi kukaa na huyu jirani yake waangalie mpira. Jirani mwenyewe ana makelele kibao. Si unajua shabiki kindakindaki tena. Lakini mlango unagongwa tena kwa mara ya pili. Anaenda kufungua. Safari hii tena ni mshikaji mwingine. Jirani, huyu mdogo wangu mwanangu, mruhusu aje tuangalie mpira. Njoo. Mimi nadhani mwanamke, kumbe washikaji tu. Yaani jamaa huyu naye ni kama anamisi sana yule mdada sasa hivi, ameshaanza kumzoea zile pilika zake. Majamaa wenyewe wana makelele hao, atafanyaje sasa? Sasa siku zimekatika, siku kadhaa, aone kabisa habari ya binti. Yaani hadi ameshaanza kumkumbuka, amemmisi sana. Yaani kila saa anamuwaza kichwani mwake. Akafikiria afanye nini ili amuone, piga mahesabu yanakataa. Fikiria, akasema hapana, siwezi kukaa hivi, lazima nifanye kitu. Akaenda kwa yule caretaker. Hebu mimi na shida hapa. Yule mdada yuko wapi? Amehama ni? Mbona simuoni sana siku hizi? Caretaker anacheka. Umeanza kumzoea, hajaama. Sasa mbona mimi simuoni? Yule mdada kwa siku za hivi karibuni amekuwa anaugua sana, yani ndio maana umuoni. Lakini yupo tu ndani mwake, anaumwa sana. Mimi aliniambia. Umesema anaumwa? Anaumwa kabisa? Ngoja mimi niende nikamwangalie bana. Mnakaa mnasumbua watu asubuhi. Mshenzi kabisa. Yaani jamaa anakuja kwa mdada kugonga hapa. Lakini anagonga, mlango haufunguliwi. Na kumbe huo mlango uliegeshwa. Hivyo anausukuma, anaingia ndani. Nyumba yenyewe imepoa, hayupo kabisa mtu hapa. Anaona ni bora ajiondokee. Lakini kabla hajaondoka, huyu dada kumbe alikuwa uani. Anamuuliza, unanitafuta mimi? Sijakuona siku nyingi, nikaona nije nikutafuta. Kumbe umenimisi. Sio hivyo kama unavyozania. Unajua majirani lazima tutembeleane, unaweza kuwa umekufa humu ndani. Nimekufa. Yaani ndio usije ukaona kwamba mimi nimekumisi. Yaani ujirani mwema tu. Ujirani wapi? Hebu kaa hapa, wewe umenimisi. Amna, yaani wewe usije ukazania hivyo. Mimi tu vile na roho nzuri, yaani usije ukafikiria hivyo unavyofikiria. Kidogo caretaker anaingia. Mpo. I said, mimi nafikiri sasa mchezo umeisha. Mipango imeenda kama tulivyopanga. Naona tu nipe changu, tujikatae kwa sababu mipango yako imefanikiwa. Sasa huyu binti anamkonyeza huyu mwenye nyumba aache kuongea. Mbona nikonyeza? Nini? Nipe langu. Wasi utaka mimi nikuunganishe na jamaa mrudiani. Sasa shida nini? Mimi nipe langu, nishamaliza. Au unataka kunidhulumu? Bana nenda tutaongea. Nenda tutaongea. Shida nini? Kwa hiyo baadaye anawaaga, anaondoka. Kwa hiyo mipango yote ile kuhamia hapa na kutumia mita moja ilikuwa ni mchezo tu. Ili udada apate nafasi ya kuwa na wasiliana na jamaa kila mara. Kwa hiyo jamaa kugundua kwamba hii ni michezo. Sasa hiyo inamuudhi, anaondoka akiwa na hasira. Kumbe ni michezo tu. Sasa leo anagongewa tena na huyu binti. Jirani, umekuja tena? Kwa hiyo utaendelea kunikasirikia? Jamani, usinifanyie hivyo. Mimi nimekumisi sana. Utaendelea kunichukia mpaka lini? Sijakuchukia, lakini kitendo ulichonifanyia mimi kiliniuma sana. Najua, lakini ndio maana hata niliamua kutafuta nyumba huku ili tuwe pamoja, nisamee. Kwa hiyo binti alifanya yote haya ili tu aweze kurudiana na jamaa. Anamkaribisha ndani ili sasa wazungumzie ndani rasmi. Kwa hiyo jamaa amini kama ex wake amerudi tena. Ingelikuwa wewe unafanyaje? Unamsamehe au unakubali yaishe? Hebu niambie kwenye comment, lakini usisahau kushare na kusubscribe.